entire family is wiped out by road accidents. Why? Because mwenye alikuwa amepanda hiyo bodaboda achachukua chukumu lake yeye mwenyewe. Anataka kulaumu mwenye bodaboda, anataka kulaumu mwenye anaendesha, anataka kulaumu waziri. Si kwamba wewe una uwezo ya kuamua kitu yenye inafaa. Kama sisi kama Wakenya tungefuata kwanza kanuni za barabara, tungeokoa maisha ya Wakenya. Mtu anapanda matatu ya watu 14. Yeye afungi belt. Yeye anaingia ni 14 seater, lakini anaona 14 people wamekaa, anasema songa songa tupendani. Wanaongeza gari, wanaongeza imejaa. Alafu akiingia ndani, yeye kazi yake ni kupika picha na kuweka TikTok. Anasema waziri wa barabara ako wapi? Na wewe mwenye uko hapo ulikuwa unapika picha, wewe uko wapi? Na unaendelea kupanda hiyo gari. Mwingine anapanda gari, amepata uko ndani ya hiyo matatu, dereva ni mlevi. Wewe unaona tu ananuka ulevi. Yeye ni mlevi, hata alistaka, aliinuliwa ndio akakalia steering. Na wewe bado unakaa kwa hiyo matatu, asifa kuna matatu zingine kwa Kenya. I want to request the people of Kenya, if we take responsibility as the citizens and become conscious of the things we are going through, I want to assure all of you that we will be able to sort out this problem of road accidents, because responsibility starts with those who are going to have the highest impact of those accidents, which is you, the passenger. Tumesikizana mpaka hapo? Najua mpendi kwa sababu ni afadhali kublame waziri. Waziri yako wapi? Huyu gari ilipokuwa anavateka waziri yako wapi? I want us as citizens to take responsibility. Tunapoteza 5,000 people every year. Watu 5,000 wenye wako miaka ya ile young age, most of them, kwa mambo ya ajali.